Kwa kama mimi na wewe tupo hapa, kuna utawala ambao Mungu anataka tuje tuupandikize hapa. Kuna ufalme ambao Mungu anataka tuje tuuondoe, tuupandikize katika hizi nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini cha kushangaza, wote ambao walipata ule unabii walikuwa kwenye makanisa na wakuwa kwenye makanisa, walikuwa ni Wakristo na ambao sio Wakristo. Leo hii tumejikuta tupo hapa. Je, swali nataka nikuulize, unavyovaa, unavyoishi, una uhakika utakwenda kuwahubiri hawa watu na wakabadilika? Maisha unayoyaishi, una uhakika hawa wazungu, aidha hawa watu ambao tumewakuta hapa watabadilika, aidha watamfuata Mungu wako? Maana nakumbuka kuna kanisa nilikuwa ninasali la wazungu hapa Marekani. Yule mzungu akakuja akauliza, bwana, sisi hapa tuna unabii wa kwamba nyinyi wa Afrika mtakuja hapa kutangaza Injili, lakini cha ajabu nyinyi wa Afrika mkija hapa tena mnakuwa mnatufanana sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hao ni Bwana wetu Yesu Kristo atuhurumie. Tusiposhika yale maagano, tusipotekeleza ile sauti ya Mungu, utaona vijana wetu tutakufa vibaya hapa. Maisha yetu yatakuwa mabaya sana. Utatafuta pesa na hautaziona. Utatamani kufanya mambo ya maendeleo na haitaendelea, kwa sababu tumeiasi sauti ya Mungu. Tumepoteza mwelekeo. Kulikoni sisi tuje tuwafundisha watu asili yetu, jinsi ya kumwabudu Mungu, jinsi ya kutembea na Mungu, kuwaonesha jinsi gani watu wanapaswa kutembea na Mungu. Tena ndio tumekuwa watu wa kwanza kuwaiga sasa wao. Vijana mpo? Kijana akienda tu high school, aidha kamaliza college, aidha kama anaweza kuwa na masters as a degree, hawezi tena akaongea Kiswahili na wenzake. Anakosa Marekani, anakosa mtu wa kubandika kucha. Hawezi akapika tena ugali, hawezi akasafisha sahani. Vijana wetu, angalia jinsi gani wanavyovalia. Unaweza ukamtofautisha Marekani mweusi na Marekani na Mwafrika kutoka Afrika, inakuwa ni vigumu. Kiingereza tu kidogo hapa ameshakuwa juu. Nataka nikwambie kijana mwenzangu, Mungu amekuleta hapa kwa sababu ya kuja kuweka na kuwakilisha utawala wake, kwenda kufanya ufalme wake watu wengine waone. Ndivyo hao watu wanavyoishi, ndivyo wanavyomwabudu Mungu wao. Vijana zaidi sana naongea, maana mimi bado kijana. Kama shule nilienda hapa, lakini sio option ya mimi sasa ndo nishindwe hata kuongea lugha yangu. Kama Mungu amenipatia nafasi na ile chance, ni kwa sababu ni wahubiri wale watu, ni wafikie kwa uwepesi na uharaka. Jina la Bwana libarikiwe. Suruali zetu zinakosa kuvalia huku. Jina la Bwana libarikiwe. Wanapopata pesa mwisho wa mwezi, ndipo sasa safari zinakuwa za kutembea state baada ya state. Sikiliza nikwambie, mwaka wa 2024 tumezika vijana wengi sana, na hiyo si kwa ajili, ni mpango wa shetani kuendelea kutuondoa na kutusafisha.
lakini mimi na wewe